Nipe pochi. Pole. Pole ya nini? Wanda, si ulitaka kukabwa, sasa hivi nimekusaidia. Yanakuhusu nini? Alafu nirudie kukwambia tena kwa mara nyingine, sitaki ufuatilie maisha yangu. Yanaumiza mapenzi, kuvumilia siwezi. Sheila, mimi sidhani kama kuna haja ya wewe kukata tamaa. Unachotakiwa kujua, hakuna jambo lolote jepesi katika maisha. Ukiona ndoa imesimama imara, lazima ipitie misukosuko kama hiyo unayopitia wewe. Mimi nakushauri endelea kuipambania ndoa yako, ili hayo yote unayopitia yafikie mwisho. Mama mdogo, kiukweli mimi nimechoka sana. Kama kuomba, nimeshaomba sana. Kuna muda nahisi Mungu ameamua kunigeukia nyuma, asioni wala kusikia shida ambazo unapitia. Ila kiukweli najitahidi sana kuwa mke bora katika ndoa yangu, lakini najiona kama nashindwa. Binti yangu, ukisema hivyo utakuwa unakosea na unamkosea Mungu pia. Inakupasa kuwa mwanamke mvumilivu na mkakamavu. Ukifanya hivyo na kuifanya ndoa yako iwe bora na yenye furaha, utakuwa mwalimu bora na kioo bora kwa wanawake ambao wanapitia changamoto kama hizo kwenye ndoa zao. Kwa mimi nakushauri endelea kuwa mvumilivu na kumwomba Mwenyezi Mungu na kuipambania ndoa yako. Usipaswe kukata tamaa kirahisi. Mimi na imani utashinda. Kwa mara ya kwanza tulipoonana mimi na wewe, nilikuomba kiustaarabu sana tena sana, na nikakuelekeza kila kitu kuhusu Wanda, na majibu yako yalionekana ni mtu mwerevu sana tena sana. Kumbe nilikuwa nampigia mbuzi gitaa. Tafadhali ndugu yangu, naomba ya mambo tusiongelee hapa, ila nitakutafuta baadaye tuyaongee vyema. Sorry sana. Muongee vyema kuhusu nini? Shahazadi mume wangu, kuwa huru na uwe na amani kabisa. Niambie, ni kitu gani ambacho kilichopo sisi hatukijui mimi na huyo kaka? Mke wangu, lakini nini? Labda tu nikwambie Shahazadi, hakuna chochote kile ambacho sikijui kuhusu wewe na huyo malaya wako. Na usione nimekaa tu kimya, ila nasubiri dawa yenu ichemke. Kumbe una mke mzuri hivi.
sifa moja kubwa niliyoipenda kutoka kwake ni ujasiri wake. Anaonekana na upendo wa dhati sana na wewe. Acha na mimi nisubiri hiyo dawa ichemke. Bara gani ile ilitaka kunikuta mimi handsome boy, yani mapenzi kama ya Chibaba, ila yeye demu wake alikuwa bubu, mimi demu wangu kiziwi. Washikaji msinitenge mimi, jamani demu wangu kiziwi, tukiwa ghetto. Wewe unasemaje? Haya mapenzi mimi siyataki kabisa, siyataki. Kwa mfano, inafika usiku unamwambia zako kistaarabu ili majirani wasisikie, baby nahitaji kula, I need hit. Yeye anakujibu kama yupo kanisani. Unasemaje? Unataka kwenda nje? Pumbavu zake, pumbavu zake. Mimi simtaki, sitaki mapenzi naye. Mambo. Kuhusu lile jibu lako mimi niko tayari, nishakukubalia. Nakupenda pia. Mimi hizo mishe zako unazoletea kila siku kikweli sizielewi kabisa. Hivi leo ni siku ya ngapi na kuomba pesa kwa ajili ya kulipia kodi hapa? Ese, kama unaona umeshindwa, ni afadhali uniambie ili nitafute namna nyingine ya kufanya. Na sio kila siku unanipiga kalenda. Sasa mpenzi, ndio nigombeze hivyo kweli? Mimi sio kama sitaki kukupa hiyo pesa. Hapana. Ila ndio nipo kwenye harakati ya kuitafuta. Please, naomba nipe siku ya leo na kesho. Mimi nikiipata nitakuletea. Sikia. Mimi nakupa hiyo leo na kesho. Ukifeli tena hapo, I say, mimi na wewe ndo basi. Maana siwezi kuwa na mahusiano na mwanamke asiyejua thamani yangu. Sawa, nitafanya hivyo. Ila usikasirike basi mume wangu. Mume wangu, mimi nimekumisi. Naomba basi hata kidogo. Kidogo tu. Mume wangu, najua na ninatambua kwamba mimi ni mkosefu kwako kila wakati, lakini naomba unisamehe sana mume wangu kwa kila kitu ambacho nilifanya kikakukwaza, lakini pia natamani kuiona furaha yako mume wangu.
upunguze basi hata kidogo kunigombeza babangu, kunikasirikia. Nakupenda sana Tashe. Lakini pia nipo tayari kukuambia ukweli wote kuhusu kile ambacho kilikuwa kinaendelea siku ile. Kiukweli hakuna chochote kinachoendelea kati yangu mimi na yule mtu. Ila kulikuwa na nini? Hivyo mpuuzi, unaniona mimi ni mjinga sana, si ndio? Alafu naomba ukae kimya, unanyumiza masikio yangu. Hello? Niambie Wanda. Mimi niko tayari mpenzi. Sawa. Nitafika mapema sana hapo. Nakupenda. Hello? Wanda. Ninayempenda nipendi, yanampenda mwingine. Kweli konyo mapenzi, tapata wapi mwingine? Uliahidi utanienzi, na utaona mwingine. Umenifanyia ushenzi, tumepata mwingine. Moyoni mwangu umenatia kidonda kisichopona ndani ya moyo wangu. Mimi hapa ninachohitaji, kazi yangu ifanyike kama ninavyotaka. Lakini pia pindi mtakapomkamata, msimfanye kitu chochote kile mpaka pale nitakapofika mimi mwenyewe. Sawa. Hiyo ni kazi ndogo sana kwangu. Ila kabla ya yote, malipo kwanza ndo kazi ifanyike. Kuhusu pesa wala hiyo haina shida. Pesa ipo tena ya kutosha sana tu. Ila kwanza naomba kazi yangu ifanyike vile ninavyotaka. Zumba vevo kazahira zumba. Owe sister. Umemwelekeza sister Du kama sisi ni watu wa namna gani? Maana anaongea tu kama kazi ya kufanya biashara karanga vile. Anaelewa. Maina, hapa unatakiwa utoe advance kwanza. Then baada ya kumpata mtu wako, unatakiwa uende na pesa taslimu. Na kuhusu utendaji wa kazi, wala usiwe na hofu juu yao. Sister Du. Sisi hatuchekeshi. Na kutaka kuleta mzao nyumbani kwako. Pona safi na salama tu. Asante sana Tashi. Kiukweli nilikuwa na mawazo sana naitoa wapi hii pesa. Ila asante sana mkaka mzuri. Sawa. Unajua nafanya haya yote kwa sababu nakupenda sana Wanda wangu. Okay, sawa. Mimi naomba niondoke. Maana hii pesa kuna sehemu naipeleka. Naipeleka Kausha Damu. Kwa hiyo sasa. Kwa hiyo kuhusu nini? Kuna kitu kingine cha kuzungumzia zaidi ya hiki tulichokimaliza? Lakini Wanda, uliniahidi leo tutakuwa pamoja. Na uliniambia niandae mazingira. Tayari mimi nishaandaa na guest nishalipia ujue. Pole. Ila kwa leo haitawezekana, labda tufanye siku nyingine. Na leo siwezi kuwa na huo muda. Yanaumiza mapenzi.
yasiwe sie. Oh,